Jamani, hii ni exclusive. Jamani, Nana Dolls. Bwana mimi nampendaga Nana. Ana ngozi. Wewe. Alafu mtoto mteke mzuri, ana adabu. Yani ukieleza mabinti watano ambao ukitoka unajivunia kwamba huyu anatoka Tanzania. Yani Nana Dolls. Amina. Amen. Preach. Ana akili, mkweli, ule mkweli ndio unamshape anazidi kuonekana mrembo. Waswahili tunasema hivi, mashallah, Mungu kaumba, mama kalea. Yes. Nana Dolls wiki hii hapa ni exclusive kupitia hapa ICU. Kwa mara ya kwanza amefichua ukweli wote. Tuambie nini unajua? Mlioyasikia mitandaoni. Uongo mtupu. Nendeni mkaangalie ukweli. Ule wa mtandaoni uongo mtupu. Mmeliwa moja zenu. Hapa ndo kuna ukweli. Kwa mseme uongo. Umepiga sumali kwenye jela. Moja zao zimeenda bure. Ndio. Huu hapa ukweli. This is ICU. This is DST. Nana! Anajua tena. Jamani wewe. Mtoto yuko soft bala. Dereva tugeuzie mwanga. Mzuri kweli maskini. Nipate na mimba, nipate nini? Nipate baraka kidogo kwa mke ya mheshimiwa. Utapata kabisa, utapata hata kichumba hata cha sebule moja. Kizuri. Wewe mzuri, picha za kudanganya wewe. Mama, hata reality show inamdanganya. Huu sio mzuri tu. Yaani mtoto mzuri alafu tajiri. Yes. Hivyo. Nana shikamoo. Ndio maana nikubusu miguu. Ana balaa. Ana zito. Mimi kwanza nimefurahi leo nimekutana naye. Funga kwenye mwanga. Tukaribisha. Sio shida zake. Ndio hivyo tena unafanya. Itabidi akubali matokeo. Akubali matokeo. Mama. Huko kwa nani tena Nana? Kitukulu fanya kazi uliosomea huko nyuma. Nyuma ya city huko Kitukulu. Kitukulu nyuma ya city fanya kazi uliosomea. Hata hapa. Maskini. Hana jinsi, yani tunavyotaka yeye yu tu. Yaani hana jinsi, tutamua na pressure. Uko sawa? Poa. Maskini. Kavaa dhahabu. Ndio. Kutofautisha. Mambo hana hii dhahabu umeidunduliza. Ndio. Na sasa usi mdogo wangu. Na hii pia umedunduliza. Jamani. Wewe. Nana kama utojari. Una miaka mingapi? 28. Wewe. Miaka 28 tayari una ule mjengo mgorofa. Nana una matusi wewe. Unajua dada zako wengi. Nipe mic. Nana. Nipe mic. Yaani miaka 28 una ule mjengo ule mgorofa. Umesema miaka mingapi? Nani mwingine? Au unataka kumtaja na auntie? Auntie mwache bwana. Irene Woya. Mwache. Nao dada zake bwana nani? Wolpa na mjengo. Bwana tuendelee. Nani mwingine? Tajiri. Au chuchu. Unajua kujenga ni akili kujenga ni wito Uache kazi ufanye kazi. Sema. Inawezekana kabisa ukawa msichana wa kwanza wa Kitanzania ambaye unamiliki nyumba ya gharama. Hilo unalitambua? Kwanza sitaki kuchonganishwa na watu. Achana na watu. Sifa zako. This is ICU. Sitaki kugombanishwa, mimi msinigombanishe na watu. Kitu. Mafanikio yako ndio atakugombanisha na watu. Sio sisi tunagombanisha na watu. Wewe uko proud na kitu. Na hilo shape lako ndio litagombanisha na watu. Ana shape. Yule baba anavochanganyikiwa hata sishangai. Pole kwanza kwa visango ulikuwa unapitia. Visanga gani? Kuna kipindi tulikuwa tunaona kama vile unakuwa bullied mtandaoni. Mpaka ikabidi sasa ufanye maamuzi magumu ya kuomba samahani. Ulimwomba samahani yule dada? Yule Mange. Mange ulimwomba samahani. Aliposti hadi message za kuonesha kwamba umejishusha kwake na umeshusha upanga. How was it? Wenye hela tena. No, it's okay. Usiogope kuzungumzia kwa sababu ni jambo ambalo limeshatokea. Lishapita, lishaisha. Nilimuomba samahani. Na kilicho ujenge wewe, mambo ufanye wewe kwa raha zako. Sasa unamuomba samahani. Sasa
I don't know, unajua maybe probably unaweza ukawa umemkwaza mtu in a way hujajua kama umemkwaza. And mimi sipendi kugombana na watu, sipendi kuwakwaza watu. Hata isingekuwa yeye, hata angekuwa ni mtu mwingine yoyote vile. Ningemwomba tu kama kuna sehemu nimekukwaza unahisi labda bila mimi kujua, basi samahani. Kwa nini uliomba samahani? Yaani aliandika nini ambacho kilikugusa moja kwa moja ukaisi hapa kuna shida? Alianza kuposti ile mke wa nani, ex-wife so nikasema niombe msamaha ili mambo yasiwe mengi. Na ulikuwa unahofia labda usalama wako baada ya yeye kumposti mke wa yule jamaa, pengine mke angeamua kukucharukia aje Tanzania? Hapana, haikuwa swala la usalama. Unajua kuna watu ambao sisi tushazoea kwa mitandaoni. Kwa hiyo unajua mtu unakuwa hata ukiandikwa vitu hata vikiwa vinakuumiza kiasi gani inabidi tu uvumilie, kwa sababu unaona sasa umaarufu na gharama yake na gharama yake ndio hii. Lakini sasa kuna watu wengine ambao maisha yao tayari waliamua yawe private. Ni kweli mheshimiwa na Edit 9 ni mume wa mtu? Hapana. Ila alikuwa mume wa mtu. Yes. Ni kweli ni mbunge? Yes. Ni mbunge. Na ni kweli kwamba upo katika mahusiano naye sasa hivi? Yes. Ni kweli. Na mahusiano yenu yako official na mjaachana? Yes. Wow. Hongera sana. Mipango yenu? Kila mahusiano mipango huwa ni kuishi pamoja, mipango huwa ni mikubwa, kuoana, watoto. Yes. So hiyo ndo ni swala la Mungu sasa yeye mwenyewe kuamua. Samahani hapo. Wewe umesababisha yeye kuachana na mke wake huyo mheshimiwa wa Kenya? Hapana. Ndo namuuliza, yeye ndo anajua. Blog za Kenya wanakushambulia sana. Wanasema sasa wewe nikwambia, unajua kuna kumshambulia mtu out of facts na kuna kumshambulia mtu out of wivu, you are bitter. Yes, you are bitter. Yaani unaona kabisa kwamba yani unatamani. Mimi nawaambia watu wenyewe wa Kenya walikuwa wananisema mimi ni homewrecker. Akitoka sasa hivi mwanaume akaenda kuwatongoza wakijua kabisa kwamba labda let's say ana mke. Sasa mimi nimekutana naye ana mke, but kama vile aseme kwamba sasa mimi nina mke akamtongoze mtu pale, nani atakataa? Nani atakataa? Nani atakataa? Ni kweli. So, na kuhusu wewe kuhamia Kenya? Of course nitahamia. We were talking about it. Nilikuwa naongea naye kuhusu swala la kwamba like tunaishije sasa, kwa sababu at the end of the day tunajua tuwezi kwa tuna long distance. Cool. At the end of the day itabidi kama I have to move, inabidi ni move kama sababu yeye kule na majukumu ya kikazi. Yes. Kwa hiyo tulikuwa tunaongelea hilo swala. Lakini sasa unajua sio kila kitu watu bana, real life haiko mtandaoni. Real life ipo sisi wenyewe. Ni kama ambavyo kipindi watu walikuwa wananishambulia kwamba wanasema nimeachwa, ni kipindi ambacho yeye alikuwa ananikomfort na ananiambia kwa sababu ameshazoea mimi. Okay, hii ni mara yangu ya kwanza mimi kukutana na kitu kama hichi, yani unajua kushambuliwa, sijawahi kushambuliwa. Wewe mkimya sana. Sasa ni kwa gani yani nilikuwa nataka nijitoe Instagram nifanyaje, yani I was like why am I going through this? Nyumba yangu mwenyewe niteseke kujenga, bado tena nyumba hii ije mwanaume wangu mwenyewe tena niseme nampenda, niko naye, nyie mje kusema tena siko naye, yani unajua. Kwa hiyo it was too much. So nani alikuwa rafiki ambaye anakufariji kipindi ambacho unapitia magumu yote haya? Wa kike labda katika mastaa? Wolper. Wolper. Dulvani kwa sipokei simu zake. Kwani alinikwaza. Unajua ngoja nikwambie. Kuna situation ambazo let's say okay, Duli mimi si rafiki yangu. Watu wengi sana wanasema Duli ni gay. Yes. So many people kutokana na karakta yake. Lakini mimi namjua kwamba sio gay. Kwa sababu niko naye all the time. Hata kama ana tabia za ugay angeshaziona. Mimi sijawahi kuona hizo tabia. Mabouncer gym huko nakwambia amejikaza. So mimi sijawahi kuona tabia hizo, yani hajawahi kunionyesha. Kwa hiyo watu wengi sana huwa wanatamani mimi niseme jambo. Kwa sababu wanaamini mimi nikisema mimi sinamjua endo lenyewe. So Duli ni rafiki yangu. Kwa hiyo Duli ku make fun out of it, it was right. Haikuwa sawa. Because for me it was a real pole. Basi maskini. Don't cry. Ya rafiki yake maskini yako. So for me it was something ambacho ni kitu kinaniumiza. Afu you're making fun out of it, so it wasn't okay. Pole. So sikuwa naongea naye. Nimeweza kuongea naye I think juzi kati tu hapa kama last 2 weeks. Aliomba samahani. Yeah.
I think alikuwa hajajua nimekasirika nini, kwa sababu alikuwa anaona kama sina tania tunana, lakini sasa unajua ukitania kwenye situation ya utani ni sawa. Wewe ni rafiki yangu kama unamaanisha. When your friend is going through something. Afu unaonekana unampenda sana Duli. Yaani mpaka umetoa chozi kwa ajili yake. Yaani he is a real friend of yours. Yeah. Dulivani kama unatuangalia, fanya kuomba samani kwa maana nyingine. Tena huyu rafiki yako sana. Anakupenda huyu. Cheki mpaka mtu analia maskini kwa ajili yake. Okay, afu yani utasema unalia unajilizana. Okay, mimi I cry. Mimi nikikasirika nalia, nikiwa na furaha nalia. I'm just emotional. Msamee. Kwani muda mwingine tunakuaga tunalia, mtu anaweza kuona kwamba unatafuta sympathy but no. Fanya mimi nilie kwa kweli yani. Yani Kwa rafiki. Yani I know. Turudi kwenye lile jumba au hekalu la Nana Dolls. Kwanza ambalo limefunga kila kitu. Yani kabisa. Hata na Chuchuansi katudanganya. Chuchuansi aliyatudanganya. Kadunduliza. Anadunduliza. Chuchuansi. Ubalozi. Anadunduliza. Mambo ya anadunduliza kwa ligai. Fanya kazi yako. Anadunduliza. Sikiliza. Chuchuansi anadanganya. Mama, tumehangaika mpaka Kigamboni. Ubalozi. Anadunduliza kwa Umesikia Nana? Wenzako wanatuonyesha nyumba za uongo. Unawaambiaje Nana? Una asili mshenzi wewe. Wamepelekwa, wamepandishwa ngazi, magogo yamewachuna, kumbe nyumba za uongo. Wewe ngoja kwanza. Kwani na wewe nyumba yako ya kwako kweli au ya uongo na? unaje kama ni ya uongo? Tunamshangaa. Sisi ndio sio uongo basi tu. Chuchuansi. Basi. Si ya uongo ya Chuchuansi. Kuna watu walisema nyumba yangu ni ya uongo. Achana na wao, wewe tuambie wewe mwenyewe. Eti ya kwako ya uongo? Ya ukweli ya uongo. Tuonyeshe hati. Mimi niwaambia wewe mdogo wangu alisema Hivi kudadade. Shahidi. Jambo mnalolitaka hili. vitu vya ukweli hivi. Unaona vitu vya ukweli? Mtu hababaiki. Chuchu, njoo nivishe nguo. Kuvishe nguo kwa ramani katengeneza pale na nilio. Tulia wewe. Mbona niliposti hadi Snapchat? Usiniambie Chuchuansi. Hamna. Madogo gani nyumba ya kwake? Na nyinyi mkapandishwa hadi juu gorofani. Pressure imenipanda na kushuka. Nimempigia na magoti. Kumbe nakwambia kuna baba mmoja anakuja ana kitambi hivi nakwambia kumbe ndo mwenye nyumba. Yuma. Mpaka nimejiumiza. Yuma basi nisamehe. Nisamehe nakuomba. Mimi ataniuza hata mimi. Nisamehe. Nipe. Nisamehe. Basi. Hapo sawa. Hapo sawa. Iwe kweli basi. Ya Nana ya kwake mwenyewe. Taporo hela. Nakupenda ndugu yangu. Nakupenda pia. Sawa. Mkubwa nimekuja kwenye nyumba za ukweli. Basi haya basi. Jamani mtakuja kuniua hela za umeme. Nani hemu atafuta hela nitu uone. Mtaniua hela za umeme jamani. Mnanizali. Ya kwake Chuchu. Anajua tena. Chuchu ana nyumba tena. Asante. Ana majumba. Tuje kwenye jumba lingine hapa. Hekalu. Oh Gigi, oh Gigi, Nana Chioma. Mama. Anatutumia. Anatutumia mwekundu. Sasa ndio mambo yenyewe. Mambo kwa ushahidi. Mtoto na balaa wewe. Jamhuri ya Muungano wa Afrika. Jamhuri. Sijui akaenda kumchezeshea mzangu. Wewe nani tena kachezeshe? Mtoto na balaa. Sasa hiyo ndo hati. Shikamoo. Hongera. Maza House. Tajiri. Hapo mimi nakupigia magoti. Na hii rangi yake. Basi nimekumbuka na yeye. Nashangaa jamani, kumbukeni hizo hela za umeme. Neno la mwisho la kuzungumza na shabiki wa Nana Dolls. Afu jina lako kali wewe. Nana Dolls. Yaani mtu akisikia kwa mara kwanza lazima aulize from which country? Paris. From France. UK. Kaka Juma ni mbaya. Au kiboko. Leo umejua bora afadhali. Hata mimi. Wewe ni kiboko. Okay, so mashabiki zangu wachukue maneno yangu, vitu vinavyotoka kwangu.
Na washukuru kwa kunisupport. Nilipokea message nyingi sana kutoka mashabiki zangu mikoani, nchi za nje kipindi kile, yes, za kunipa hongera, za kunipa comfort. Na hata pia walikuwa wananitukana, pia yote nimeyapokea. Alhamdulillah. Kwa hiyo nasema tu mashabiki zangu wanisikilize mimi. Kinachotoka kwangu ndo wakichukue. Kinachotoka sehemu nyingine wakiache. Jamani, mmemsikia. Asante.